Kwa majina naitwa Fredrick Owino Otieno, chairman wa electoral board ya elections za Likoni Tuktuk Sacco, Likoni Tuktuk Sub County Network Association. Ningependa kuwaarifu wenzangu wa tuktuk wote, wana tuktuk na vile Kenya mzima, ya kwamba leo hii tumepata ushindi. Tumepata ushindi kwa sababu demokrasi imefanya kazi yake. Tumekuwa na changamoto za hapa na pale kuhusiana na mambo na elections za Likoni, kwa sababu kuna watu, baadhi ya wenzetu wengine wameenda mbio wakijaribu, viongozi wenzetu wamejaribu kuzuia uchaguzi wa Likoni isifanyike, na tunafuraha kuwatangazia leo rasmi hapa tukiwa hapa kwa County Commissioner live ya kwamba uchaguzi upo na imetangazwa rasmi na bwana County Commissioner ametupatia ruhusa ya kuendelea na uchaguzi. Kwa hivyo ningependa kuwajulisha kwamba uchaguzi upo na hakuna mtu anaweza kuzuia uchaguzi, kwa sababu hiyo ni democratic yetu, hiyo demokrasia yetu. Kwa hivyo ningependa kuwajulisha wana tuktuk wa Likoni, muwe tayari. Mimi kama chairman wenu wa elections, ya kwamba uchaguzi kesho upo kuanzia saa 4 tutakuwa na uchaguzi. Muje kwa wingi, mpige kura, muamue viongozi wenu ni akina nani, chairman, secretary, assistant chairman, treasurer na hizo vitengo vingine vyote. Uchaguzi upo kesho. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha. Uchaguzi tutaifanya kwa hall pale ACK Ferry, Ujamaa, kwa sababu ya insecurity ambapo inasemekana kwamba hapo stage yetu inahusisha madereva, inahusisha abiria ambao wanashuka pale, na vile wenye wanafanya biashara pale. Tumeambiwa ya kwamba uchaguzi ufanyike kule sehemu ya ACK, kule Ujamaa. Kwa hivyo uchaguzi wetu tutaifanya pale ACK, na nakaribisha nyote muje kwa wingi, tufanye uchaguzi kwa amani na kwa uhuru, na kila mtu nahakikishia kwamba hiyo uchaguzi itakuwa free and fair. Yule mwenye atakuwa kwa ballot hakikisha kwamba amemobilize watu wake waje wampige kura. Kwa hivyo ni hayo tu. Mimi nina furaha sana kubwa kusikia kwamba tumepewa idhini baada ya kupata hizo changamoto zote, lakini ninawajulisha kwamba uchaguzi upo. Karibuni nyote, asante sana. Kwa majina mimi naitwa Makani Pius, mimi ni secretary wa hili jopo, na kwingineko mimi niko katika ile kamati ya Peace, Security, Unity and National Cohesion. Mimi ni member pale, na hili swala la uchaguzi wa Likoni Sub County Tuktuk Transport Sector nimehusika moja kwa moja, kwa sababu kwanza mimi ni member katika hiyo sekta na kumekuweko na sintofahamu kwamba wale watu ambao wako kwenye mamlaka saizi wamejaribu kila mbinu ya kuhakikisha kwamba huu uchaguzi ambao umepangwa kidemokrasia hauwezi kufanyika, na kunyima Mkenya wa kawaida right yake, democratic right yake ku make decision kulingana na mapendekezo yake. Inakuwa ni jambo moja ambalo si sawa kabisa. Tumepata fununu jana kwamba not fununu, ilikuwa ni official communication kwamba bwana DCC Likoni Sub County Vijiweni alikuwa ametangaza kwamba kupitia kwa wale viongozi ambao wako mamlakani saizi kwamba uchaguzi ambao umepangwa kufanyika tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu pale Likoni hautafanyika, kwa sababu ambazo alisema kwamba business community katika ile stage yetu wanalalamika kwamba kutakuweko na insecurity, utovu wa nidhamu, utovu wa usalama, na sisi tulikuwa tumetumia process zote za kuhakikisha kwamba tumefuata njia ambazo zinahitajika kupanga na kufaulisha huu uchaguzi. Taasisi zote za kiserikali za usalama zimepata taarifa zetu na ziko na arafa zetu, tumewaandikia na tumefuata njia ambayo inastahili, mpaka ofisi ambayo inahusika na mambo ya uchaguzi MCA registrar alikuwa ameconfirm beyond reasonable doubt kwamba tarehe 27 tutakuwa na uchaguzi. Na mimi kama mtu ambaye niko katika kamati ya kuleta amani na uwiano katika jamii yetu Likoni, Mombasa na Kenya mzima,
mimi siwezi kuhusika kwa jambo ambalo najua litaleta tashwishi ama litaleta taharuki. Mimi niko mstari wa mbele kuleta amani, kutangaza amani. Ndio maana nikashirikiana na hii board kuhakikisha kwamba tuwe na uchaguzi wa amani, tuwe na uchaguzi wa umoja. Yule ambaye hataridhika, kuna namna zingine anaweza kufuatilizia aone apate kuridhika, lakini huu uchaguzi, mimi namshukuru bwana Commissioner Mohamed Nur. Tumekuwa na yeye na kikao kizuri sana na ametusikiza na akakonfirm na bwana DCC kuhusu hilo swala la pale Likoni katika hiyo sekta ya tuktuk transport, na bwana DCC amemweleza zile changamoto alikuwa natazamia kwamba zinaweza zikatokea, lakini ameshauriwa kwamba uchaguzi wa sekta ya tuktuk haimuhusu chochote. Lile jambo ambalo linamuhusu ni kuprovide security peke yake. Haya mambo mengine atuachie, na akampa mfano hata wapasuke vipande vingapi, hayo ni mambo yetu sisi wenyewe katika sekta. Vyama hapa Kenya vinasajiliwa vyama vingi vya kisiasa, vya kibinafsi, vyama vya ushirika mbalimbali. Naona sasa hii yetu, hata tukisema kutakuweko na mgawanyiko, ile si sababu ya msingi ya kumfanya mkubwa wa serikali aingilie katikati ya mipangilio yetu ama maandalizi yetu ya kufanya uchaguzi. So sisi tunafurahi sana na tunamshukuru bwana Commissioner Mombasa County Mr. Mohamed Nur, na tunamshukuru pia bwana DCC kwa sababu baada ya kufanya mawasiliano na ya wazi na bwana Commissioner ameeleza na akaelezwa na akashauriwa, na huo ushauri tumekubaliana. Wamekubaliana kwanza wao kwamba uchaguzi utafanyika, na majukumu ya bwana DCC ni kuhakikisha kwamba tuko na usalama, na tumekubaliana vile vile kwamba kwa sababu hiyo stage ndio wamechukulia kama sababu ya kutofanya uchaguzi wetu, ameambiwa nafasi ziko tele, tunaweza enda kwa stadium, tunaweza enda kwa hall, na akasema hata mara nyingi uchaguzi nyingi ama mikutano mingi tumefanya ndani ya hall. So the only important thing ama necessary thing yenye bwana DCC atafanya ni to make sure kwamba ameprovide sufficient security, ambapo sisi tayari registrar wa MCA alikuwa asha communicate na bwana OCS wa Likoni sub county kwamba tutakuwa na uchaguzi na tunaomba security. Bwana DCC anajua, Madam ACC anajua, Madam Base Commander anajua, bwana OCPD na deputy yake wote wanajua kwamba wamepata taarifa kwamba kutakuwa na uchaguzi na wanahitaji kuprovide security kulingana na mujibu wa kisheria. So nahakikishia tuktuk sekta ya Likoni, tujitayarisheni, tumefikia kilele cha matayarisho yetu na tumekubalika officially kwamba uchaguzi upo. Msibabaishwe na mtu ambaye anapiga kifua kwamba Likoni si ya mtu, sekta si ya mtu, sekta ni yetu sisi sote. Tuweni na amani, tuweni na umoja, tushiriki katika huu uchaguzi wa kesho. Atakayeshinda tumshukuru, tumpongeze. Atakayeshindwa tumshukuru na tumpongeze, na sekta itaendelea with or without me, with or without Omanga, with or without bwana Chair Fred hapa hivi na wengine wote. Sekta itaendelea. So tusibabaishwe hapa na vitisho vidogo vidogo kwamba wewe sijui nini na nini unapiga kifua pa. Hiyo haiwezi hata kidogo. Sisi tumefuata sheria na sheria itafanya kazi, na kesho tuko na uchaguzi. Madereva hoye Likoni, wamiliki wote wa matuktuku Likoni, customers wote hoye, kuna uchaguzi kesho, mupende msipende. Asanteni sana familia ya sekta ya tuktuk kwa jumla, kwa Likoni sub county, Mombasa county na Kenya nzima. Kwa majina anaitwa Agnew Morara Omanga. Mimi ni mwanaharakati wa mageuzi na utumishi bora katika uwajibikaji kwa sekta ya tuktuk katika uongozi. Likoni ni sekta ambao nimeikuza na natamani sana tuwe na sekta ama viongozi ambao wanawajibika.
Mimi kama Secretary General wa Tuktuk Operators Network, kama Secretary General wa Botuk, na kama pia pioneer founder wa 23 Sacco, na pia kama patron wa Likoni Tuktuk Fraternity, niliweza kufuatwa na madereva wakilalamika kuhusu sekta ya tuktuk Likoni na uongozi ambao mimi mwenyewe niliuweka mamlakani. Viongozi wamekuwa na utepetevu kufanya kazi ambao haistahili ile iliweka ofisini. Kwa sababu ya hiyo wakasema wanataka kupata mabadiliko. Nikawaambia mimi sitaki kufanya mabadiliko, lakini nyinyi muanze process wenyewe, mimi nitawapatia custody kama patron wa Likoni. Na vile umesikia wenzangu wote wamezungumza, na tumefuata due process kupitia kwa registrar. Registrar alikuja tarehe 6 kwa ground kupitia kwa mwaliko wetu, na bwana DCC aliamrisha kwamba tukae kikao tuweze kujua masuala ibuka na ule malalamishi ni yapi. Tuliketi, lakini hivyo hivyo tulipokaa hicho kikao tulikuwa na idhini zote za serikali, taasisi zote za serikali, lakini hivyo hivyo ule chairman aliyoko alikuja akavuruga mkutano na hatukuweza kufanya huo mkutano. Lakini sisi tulisema hatutaki vurugu, tukanyamaza, na badala OCPD akatuamrisha sisi tuende tukae kikao. Tulikuwa na ofisa na timu zote mbili, tukakaa kikao, tukazungumza, na kutoka pale ofisa aliandika ripoti yake, akasema tungoje ripoti kutoka kwa registrar wetu. Na ripoti ilipokuja, they established beyond reasonable doubt the office had failed to comply for what it was registered for. Kwa hivyo wakasema ni lazima tufanye a re-election. Na baada ya kupata taarifa ya re-election, kumekuwa na vita vikubwa. Ofisi iliyoko imepigana vita kuweza kutaka kusimamisha uchaguzi katika njia zote. Lakini sisi tunashukuru, tulifuata sheria na tunafuata mwito wa registrar kwamba uchaguzi upo na wametupatia idhini ya kufanya uchaguzi. So Kenya nzima sisi hatuna lawama, ama sisi hatujaitisha uchaguzi, lakini tunafuata sheria na kwa mujibu wa MCA. Uchaguzi si wangu, si wa yeyote, lakini ni shirika sajili ndio limesema lazima tufanye uchaguzi na tupate order na leadership ambao inaweza kuserve operators wa Likoni. Sasa si mara sijui ni chuki, hapana. Tunataka uwajibikaji katika kila sehemu. Na hii iwe mfano. Kama national leader, naomba wale wote mashinani, viongozi, wajibikeni. Every operator sahi, kila mtu ameimuka. Everybody is informed. They know their rights. So you should not cling to power when we are not required. Mimi nawashukuru. Kesho kuna uchaguzi. Venue imebadilishwa kutoka uwanjani mpaka ACK ferry. Ujamaa. Tutakuwa pale, tutafanya uchaguzi wetu. Tunaomba amani. Kujeni nyote, tufanye uchaguzi, tupate viongozi wapya. Nawashukuruni sana. Asante, na tuweke amani mahali popote. Asanteni.